Haleluya. Bwana sifiwe. Hivi tuko kwenye ibada ya ubatizo. Bwana sifiwe sana. Amen. Tutasoma maandiko matakatifu. Ndio. Matendo sura ya 2. 37 hadi 42. Sijui nani yuko tayari asome haraka. Matendo ya Mitume sura ya 2 37 hadi 42. Matendo ya Mitume sura ya 2. Tunasoma katika jina la Yesu. Ndiyo. Walipoyasikia haya wakachomwa mioyo yao, wakamwambia Petro na mitume wengine, tutendeje ndugu zetu? Petro akawaambia, tubuni mkabatizwe kila mmoja kwa jina lake Yesu Kristo, mpate ondoleo la dhambi zenu, nanyi mtapokea kipawa cha Roho Mtakatifu. Amen. Kwa kuwa ahadi hii ni kwa ajili yenu na kwa watoto wenu na kwa watu wote walio mbali na kwa wote watakaoitwa na Bwana Mungu wetu wamjie.
akawashuhudia kwa maneno mengine mengi sana na kuwaonya akisema, jiokoeni na kizazi hiki chenye ukahidi. Nao waliolipokea neno lake wakabatizwa, na siku ile wakaongezeka watu wapata 3,000. Amen. Wakawa wakidumu katika fundisho la mitume na katika ushirika na katika kuumega mkate na katika kusali. Amen. Na mwalika Diakre Filipo kuomba. Bwana wetu Yesu Kristo, neno tayari limesomwa. Amen. Ilipoandikwa hatukukuwepo pale, Hakuna. lakini Yesu Kristo alisema na wote walio mbali wakiasikia haya, basi wewe mwenyewe Mungu utatenda kadri gisi ilivyo na ahadi yako. Tunamkabidhi mtumishi wako mikononi mwako, makusudi uweze kumtumia. Tunaomba hivyo Yesu, tukifukuza kila pepo iliye mahali hapa kwa jina la Yesu Kristo, siweze kushindwa. Umetufunulia katika ujumbe wa wakati, mahali popote tutakapofika tuweze kuomba. Umesema mahali pa maji Mungu kwenye mto, kwenye mabahari ni mahali ambapo mashetani anakuwa. Ndio maana Yesu Kristo, sisi ambapo Mungu tumeteuliwa na wewe, ambapo umetupatia mamlaka, tunakemea kila aina ya pepo iliyo mahali hapa kwa ajili ya kuzuia uwepo wako mahali hapa. Kwa jina la Yesu Kristo tunaomba ya kwamba uwe pamoja nasi chini ya damu, katika jina la Yesu. Amen. Amen. Asante, tunashukuru. Bwana sifiwe. Amen. Ni wimbo gani ule uliimbisha? Mwimbishaji yuko wapi? Wimbo wa kwanza ule uliimbisha ni wimbo gani? Uelete wapi saa hii? Wimbo wetu wa zamani huo. Wa zamani kabisa. Yaani ulipoimbwa katika Injili ilikuwa kivumbi na jasho. Tulonde chimina. Mungu akubariki ndugu. Asante, tunashukuru. Asante. Hapa tumesoma neno. Jina lako nani dada? Seline Mkuta. Sawa, asante. Hili ndilo neno la Mungu. Sasa ambalo tumeahidiwa. Na ndio anasema kwamba kila tunapofanya turudi hapa. Amen. Sema huyu ndiye yeye anamuita daktari. Sema hii ni amri ya daktari. Amen. Kila mganga anapofanya kazi asubuhi lazima kwanza watangoja daktari atasema nini. Na hakuna kidonge cha dawa anaweza kupana bila daktari kujua kwamba mgonjwa fulani alipewa kidonge fulani. Nasikia. Hiyo amri ya daktari ndio inatumika pale kwa hospitali yote. Mtu huyo mmoja. Wale wengine wote wanatii amri. Mganga daktari anaisha sema basi natosha. Amen. Haleluya. Amen. Amina, amina. Amen. Sababu dawa yoyote ambayo italeta shida pale, mwenyewe atauliza ni daktari mwenye kwa. Amen. Sasa mimi sijatumika kule, lakini nabii ndio anatufunulia. Amen. Nabii ndio anatufunulia hilo. Amen. Haleluya. Na kile neno linasema ndio tunaamini. Bwana asifiwe sana. Huyo Yesu Kristo. Amina. Na halafu hapa nabii anaita huyu Petro kwamba yeye ndiye daktari. Amen. Sema hii ndio amri ya daktari. Hii hatuwezi kuipita. Wakati wote tunapoongoza watu kupata uzima wa milele, tunarudi kwenye amri ya daktari. Amen. Bwana sifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Hatutachoka nayo. Dada Seline Mkuta. Hii ndio amri ya daktari. Ndio. Lakini kuna madaktari wengine bandia. Ndio. Ambao wanachukua kwa ajili ya pesa tu. Wanapatia mtu, unajua unaona vifo viko vingi. Ndio. Ndio hivyo. Haleluya. Lakini huyu daktari huyu unapopata tu kidonge chake, uzima wa milele. Uzima wa milele. Amen. Amen. Bwana sifiwe sana. Amen. Hivyo napona. Naenda mbele. Très exact. Amen, amen. Tu moyo wako. Leo sasa hivi tu. Tu moyo. Kangola ntem. Haleluya. Amen. Ndio tunajua kuna wengine madaktari waganga matabibu huko. Lakini hii ndio amri ya daktari. Amen. Sasa hapa yeyote ambaye anaenda kukupatia kidonge tofauti na hapa anakuua. Kwanza vile vidonge vyake vitakuletea na
magonjwa mengine. Ndio hivi unaona magonjwa yako mengi. Haleluya. Unaingia kukwaya, mimba inatoka. Kabisa. Kutumia dawa kulingana na amri ya daktari. Amen. Haleluya. Amina. Wenyewe wanaenda kukwaya tena inakuwa ni kulendezana. Fulani alikuwa anaimba vizuri lakini ameenda na yule mwenye alikuwa anaimba tena vizuri. Ndio. Huruma. Kabisa. Wote wawili wale wenyewe wanasifiwa wanaimba vizuri. Wote wanaenda. Bwana tuhurumie sana. Amen. Basi hivi umepona. Umepata neema. Haleluya. Tulikuwa tunaisha batizwa kule. Tayari kabisa. Haleluya. Amen. Bwana sifiwe. Amen. Na mimi nilikuwa nimekwisha kubatizwa. Wangapi walikuwa wanaisha batizwa? Na mimi pia. Uangalie sasa mikono. Inua kwanza macho waone. Mimi ni mmoja. Na wengine walikuwa wanaisha. Kweli kabisa. Wengine walikuwa tayari wachungaji. Wengine walikuwa wahudumu huko. Haleluya. Lakini kuja kusikia hii amri ya daktari na kuja kuona dawa zenyewe wanatumiwa kule. Ni dawa bandia. Mimi nilichaka. Haleluya. Amina. Ndio vile nilisikia sema kuko vidonge vingine ambavyo wanaleta sasa ambavyo kivikunywa ni kauchu wanaita namna gani huko? Kauchu. Kauchu. Kitu kinikako sawa vile kauchu. Kama Kifaransa hicho. Sema inaingia ndani mtumbo. Ndio inaenda kuvimba, inavimba, inafanya kitu kama mfuko. Uliwazi unakunywa kidonge, kumbe unaenda kunywa kauchu. Ndio hizi kauchu zinajaa humu mwa hii dunia. Haleluya. Yaani madaktari mabandia. Sasa wanatafuta pesa na wanatafuta kuangamiza watu. Haleluya. Mule mpesa na wanatafuta pia na kuangamiza watu. Ndio vile mafundisho bandia yako, mafundisho ya kizizi. Exact. Tout à fait vrai. Incontestable. Amen. Sasa sisi tumepata neema, tumepata nabii. Israeli wanaamini manabii. Nabii akifika, Mungu amefika. Mungu anasema mkiamini Mungu na manabii wake, mumepata neema. Haleluya. Haleluya. Na hivi kuko watoto wa haramu, hawajui nani mwanzilishi aliyeanzilisha ile imani. Labda utaambia dada Seline, kumuuliza aseme mwenye alianzisha Methodist ni nani? Hawajui. Hawajui wengi kule na wahubiri na wahudumu wanahubiri. Hawajui nani mjumbe ambaye alitumwa kuanzisha imani ya Kimethodist. Hawajui. Amen. Kabisa. Huruma sana. Amen. Hawajui baba, si wanakuwa wana haramu. Mwana haramu anajuaka baba. Umepata neema Seline. Kabisa. Mungu akubariki. Amen. Umepata neema. Usiwe mtu atakutisha sema ulipotea. Mwambie nilipotelea wapi? Mwenye kupotea anapotelea wapi? Haleluya. Msomee haya maandiko. Izame kama nanga ndani ya moyo wako. Wao mrudilie hapa, aseme hapa njoo wanafunzi wa kwanza, Wakristo wa kwanza walibatizwa. Uniambie wengine wa kwanza, nao namuuliza akwambie wengine wa kwanza. Namwambia nasoma hapa kwenye Matendo ya Mitume sura ya 2:37 anashuka hadi anaweza kufika 39. Unamwambia ishia pale. Hawa si ndio wanafunzi wa kwanza hawa, Wakristo wa kwanza wa mataifa na Wayahudi pia walikuwa humu. Kama andiko inasema sema watu wa kabila zote duniani walikuwa hapa. Wote walisikia hawa wananena kwa lugha, wakasikia katika lugha zao za asili. Bwana sifiwe sana. Alafu kisha waliposikia neno linawagusa wanachomwa mioyo. Ndio vile maandiko yanasema ile maneno ya Petro ikawachoma mioyo. Alafu kisha kuchomeka mle ndio wakauliza tufanye sasa nini? Petro akawaambia tubuni, mkabatizwe kila mmoja. Hapana eti wote waende kuwaingiza baadaye ndio wanasema kila mmoja. Anaenda wanataja jina la Yesu. Haleluya. Amen. Wabatizwe kwa jina la Bwana Yesu Kristo ili wapate ondoleo la dhambi. Na kisha ondoleo la dhambi wapate kipawa cha Roho Mtakatifu. Na hii ahadi Petro akasema ni kwa ajili yenu na watoto wenu na watu wote walio mbali na wote watakao. Amen. Na Mungu wamjie. Amen. Haleluya. Amen. Hata pita hapa ni bandi, ni jambazi, mwizi na mkorofi. Amen. Haleluya.
Hapo anataka kuangamiza watu, akule pesa, akule sifa. Jina lake litembee duniani kote kwamba ni mhubiri maalumu. Lakini sasa kwa anataka kukule pesa zako, akule sauti yako, alafu na ule ushirika na sifa yote, si wewe ndio utampa sifa. Basi unaenda kuzimu. Wewe na yeye hata basi. Bwana tusaidie sana. Haleluya. Alafu wanaruka hapa, wanawabatiza watu, wanarudi kwenye Yesu alikuwa anatuma huyu mtu, huyu Petro, kwa Baba, Mwana, Roho. Lakini unaona Baba yuko hapa na Mwana hayuko. Jina la Baba ni Yesu, jina la Mwana ni Yesu, jina la Roho Mtakatifu ni Yesu. Amina. Haleluya. Amina, amina. Hilo ndilo bomu utapeleka. Wanakwaya akifiku mpige hii bomu moja hiyo. Na atarudia. Ataenda kinyume nyume, anawaza labda unaunga unamfuatilia. Ataenda kugeuka na kimbia na kuwa kule. Amen. Haleluya. Bwana sifiwe sana. Umepata neema. Haleluya. Labda watakuuliza sema, tulikuwa tunabatiza. Huko mwingine wengine walikuwa wanabatiza. Matendo ya Mitume. Sogea na wingu. Matendo ya Mitume 19. Unaanza pale kumsomea walikuwa wahubiri wakubwa. Apolo yeye ndio alikuwa askofu. Yeye ndio alikuwa anabakia na jina la Yohana Mbatizaji. Ndio alikuwa anabakia pahali yake. Mtu mkubwa kabisa. Haleluya. Na Bwana anamuita alikuwa askofu. Na wengine wahudumu wote hao wote wenye alikuwa nao, ilikuwa staff ya wahudumu wenye alikuwa nao 12 wanaume, bila kuhesabu wengine wote huko 12. Waliposikia maneno haya ya daktari hapa, Petro naye akafunuliwa naye bila kuonana na Petro. Paulo ndio alifunuliwa hayo. Amina. Kisha kuambia maneno ya Mungu, akawauliza habari za ubatizo hapa. Baadaye wakaenda kumwambia aseme walibatizwa na Yohana, aseme Yohana alibatiza ubatizo wa toba. Na waambia wamwamini ataka yekuja nyuma yake, yaani Yesu. Waliposikia wote wakabatizwa tena. Maandiko yanasema wakabatizwa tena. Na tena walibatizwa kwa maji mengi, tena wakabatizwa tena kwa maji mengi. Lakini juu ya yale maji mengi wakatia jina la Yesu. Amen. Nilimsoma nabii leo, kasema kwamba jina la Yesu sema ni la ajabu. Kila mfanyalo kwa neno na kwa tendo mfanye kwa jina la Yesu. Akasema aseme kama tunaimba tuimbe kwa jina la Yesu. Kama tukicheza tucheze kwa jina la Yesu. Na kama tukibatizwa tubatizwe kwa jina la Yesu. Sema kila tunachofanya tufanye kwa jina la Yesu. Amen, amen. Haleluya. Na sasa hapa kwenye Matendo inasema kwamba wale walioamini wakabatizwa na jumla yao wakabatizwa na siku ile walibatizwa watu 3,000. Wakawa wakidumu katika fundisho la mitume. Sawa? Katika fundisho la mitume, katika ushirika, katika kumega mkate na katika kusali. Bwana sifiwe sana. Ndugu zako ndio hawa. Amen. Dada zako ndio hawa. Ambao sasa unashirikiana na wao na huu ubatizo na tuingiza katika ushirika na waamini. Shirika na waamini ndio hawa. Kusiwe mtu atakushitua na wimbo. Kusiwe mtu atakushitua na sauti nzuri nyororo. Haleluya. Asikushitue. Huko tunaenda malaika wanaimba sana kuliko hawa. Ndio kwenye tunaenda. Hatutaimba kama malaika. Bwana tunakulisha. Tunasuku wachile ni issue. Kabisa. Tunaenda ndio kuna nyimbo. Bwana sifiwe sana. Haleluya. Amen. Na hivi utabatizwa kwa jina la Bwana Yesu Kristo. Ulibatizwa kwanza kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Ule ulikuwa ni ubatizo haramu, ubatizo wa kizinzi. Amen. Bwana sifiwe sana. Hata kama huko mumaji ukisikia mbatizaji anakuambia anasema kwa jina la Branham. Wewe sikiliza. Ndio. Upande hapo ambie mchungaji aseme mchungaji. Nisikia jina la Branham pale. Haleluya. Tutatafuta mwingine kubatiza hapa. Kwa jina la Bwana Yesu. Ukisikia anasema kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, mwambie aseme hii sio nakuja nakimbia kule. Ambia mchungaji aseme nibatiza kwa majina matatu. Lakini hatutafanya hivyo na hatufanyaje hivyo. Tunabatiza hapa kwa jina la Bwana Yesu Kristo kwa ajili ya ondoleo la dhambi zako. Ili upate kipawa cha Roho Mtakatifu. Hivi umepata neema. Uwe na amani. Usiwe mchungaji atakushtua. Haleluya. Amen. Wachungaji wetu walituma kwenye vyumba vya vya kiteolojia. Walitukimbia.
ile kidogo tu tulifungua tu kidogo tu. Yeye kumaliza kusoma anasema ningali na mambo mengine, wende kwanza tutaonana. Unajua kabisa. Ujumbe. Nacheka na ujumbe wewe. Bwana bariki kidogo kwa jina la Yesu Kristo. Amina. Asante, tunashukuru. Amen. Karibu kwa mwimbaji. Lete wimbo mwingine ili tuache nafasi. Tulia kwanza, tumpatie nafasi atengeneze maisha yake. Sawa, tuinamishe vichwa vyetu. Mungu wa moyo, Mungu wa moyo, Oh
numero 5 uweza kuomba. Karibu. Karibu, ingia huku uwanjani. Karibu. Mungu, nakushukuru sana. Haleluya. Mungu, ulipofika watumishi walikuwa kuhubiri, walikuwa wanaenda kubatiza. Wewe ndio ulikuwa unajua. Tunashukuru Baba. Tunataka kurejea nyumbani. Naomba amani yako. Tuelekee rudi. Zamani kabla Methodiste yaingia upesi. Tulikuwa tunaitwa Bamaluba. Kama hivi kila mtu na kifurushi cha maluba. Maua. Amen. Wakati tunatoka kwenye kubatiza watu, ili ubatizo yenye kukunjama. Baba, Mwana, Roho Mtakatifu. Walikuwa watu wanaitwa wa mambo yalifanyika. Kila mara niko nasikia atembu anaimba. Amina. Nilikuwa eko mie. Ndani alikuwa emo. Ilikuwa mwaka wa 61. Na mimi kugali nilienda na mwalimu ningali somo la kwanza. Kabisa. Kufika Nkela tunaenda na Rebeka wa Mienge. Kufika sijue vile balimunyanyi wake. Kabisa. Na ndio ile kesho yake siku ya posho. Mute ikaanza kucheza. Kabisa. Kuka. Yaraka. Tulisikia vile miosai kwa ina. Kwamba anakuwaka mtumishi wa shetani. Tena na Mungu anakuwaka na mtu. Si ndio waliletea Elia mikate. Haleluya. Huko wenye kuwa na makaramu. Haleluya. Watenda meshi na vino vyo ba meshi. Na iko vile tu. Iko asema Bwana. Hata wafanye vigeregere na vingine. Yote ni kwa utukufu wa jina la Mungu. Tunataka kurejea nyumbani. Tunaomba amani yako irudi pamoja nasi. Tunashukuru sababu ulitelemusha chesi yako. Kama Mungu aona kile chesi. Ndio na eti wala Mungu. Mbona ni itabi. Inatenga nini? Ya sambiwa na ebebo. Tunashukuru. Tunaomba yote yabarikiwe katika jina la Yesu Kristo. Mungu ndiye mwokozi wetu.
Halo. Naam ndogo. Samahani kidogo nikingali kanisani. Samahani basi kidogo, samahani kidogo, samahani. Samahani kidogo, nipo kanisani ndogo. Saidi. Saidi. Karibu.